Je, nyinyi manispaa yenu mtaweza kufanya hiyo kazi hapa kwetu? Waweza? Basi itakuwa jambo la maana sana. Naulika kwa nini na sisi ndio tunalipa ushuru mkubwa sana. Tunalipa maleseni makubwa sana hapa. Lakini mambo yetu yote yanapuzwa. We feel pain. So you have to attend in this matter and stand on it. Leo mambo ni ya bylaws ya municipality ya Lamu. Na tulikuwa Shela leo mkutano wa bylaws kupata michango kutoka different stakeholders. Tulikuwa na office of the MCA, tulikuwa na manager wa municipality, wananchi wa Shela, Manda na Mararani, tukichangia mada mbalimbali kuhusiana na hizo bylaws. Hii mada tumetafuta kwa muda wa miaka kadhaa mpaka ilipofika hapa. Area MCA ndio akawa anatoa mwongozo. Hii sharia ndio only mkombozi, Mungu akipenda. Na alhamdulillah, na wapatia leo hongera kwamba municipality at least tuko na draft sharia ambayo bado haijakuwa sharia. Ni mfano wa sharia ambayo leo haya maoni yenu yakishachukuliwa baadaye itakuja bunge. Ikigongwa tu moja kwa moja, hiyo itakuwa imefanya nini? Imekuwa sharia. Kwa hivyo ni wakati mwafaka sahihi nyinyi kuweka kila sehemu ambayo mnaona ni muhimu. Mjadala ikaanza, maana vifungu venyewe ni vifungu 30. Vifungu mbalimbali vile ambavyo viko na kipaumbele Shela vikaanza kujadiliwa na watu wakatoa michango yao, wazee wakatoa concerns zao, zingine zikapata clarification na zingine zikawa point zinachukuliwa ili kuboresha hiyo bylaws proposed. Hii ni siku nini yenu, sisi siku ya bunge itakapokuja tutakwenda kujadili kwa upana na marefu. Kwa hivyo sasa ni wakati mwafaka sisi tuweze kuchangia kuhusu mambo ya nini kama haya. Ndugu zangu, wazee wangu wa Shela, mama zangu wamefika hapa, hii nafasi tusiipoteze. Ni nafasi muhimu kwa sababu hichi chombo kutoka hapa, mnaelewa, Mungu asijalie kitu lawama yoyote, si lawama ya MCA, hata nyinyi pia humo. Kwa hivyo hatutarajii mabaya, tutarajia mambo mazuri. Mambo ya the Municipality of Lamu Bylaw Draft 2025 ndio hayo basi.